Bana Bwasheme, kwanza yote kwa yote ni kuombe samahani kwa sababu nimekutoa kwenye mihangaiko yako, kwenye mzunguko wako ambao ulikuwa unafuatilia ili uweke mazingira yako sawa. Wito wangu ni kwamba hiki kipindi ambacho tumefikia na vitu ambavyo vimetokea hapa katikati kuhusu maisha ya Bonzo, naona wewe ndo mwanaume bora kwa dada yangu, kwa sababu Bonzo sasa hivi ameshakuwa kichaa, yaani haelewi kizuri, haelewi kibaya, yote anaona fresh. Sijaelewa maana yako ni nini hapo. Yaani maana yangu ni kwamba niko tayari wewe uishi na dada yangu, umuoe, mjenge familia, uwe na watoto hivyo, na mimi niitwe anko. Labda nikukumbushe kitu kimoja. Wewe kwa sasa hivi ukisema unataka kuitwa anko ni uongo, kwa sababu wewe mbona unaitwa mjomba sasa? Kwa sababu dada yako ana mtoto na baba wale mtoto ni Bonzo ambao wanasema leo ni kichaa. Ndiyo, haujakosea, ila nilitamani kutoka kwako na mimi niitwe anko. Mimi nahisi hili jambo limeshachelewa, kwa sababu mimi hapa mjini nilikuja na mishughuliko yangu tu ya utafutaji, na nilipomkuta dada yako, nilipomwona dada yako, nilitokea kumpenda kwa sababu ni mwanamke mtafutaji pia. Nimejituma sana kwake, nimehangaika sana kwake. Nadhani wewe mwenyewe unajua ni mara kadhaa nimekusumbua, na nilichopata kwako, majibu yako vile vile yalikuwa sio mazuri, na nikiangalia kwa Bonzo vile vile nilikuwa nakutana vitu vingi sana. Kwa hiyo nikija kuchukulia mateso nilikuwa napitia kwa dada yako, yale majibu dada yako mwenyewe alikuwa ananipa, mimi ni binadamu, unajua nina moyo wa nyama sio chuma. Kwa kuna sometimes nikaona kama sadaka zinatoka, acha nitoe tu na hii. Kwa hiyo mimi niko karibuni kurudi kijijini. Ni kwamba ombi langu umelikubalia, narudi kijijini na dada yangu au narudi peke yako? Nilitoka kijijini peke yangu, na hata kurudi nitarudi peke yangu. Dada yako acha nimwache kwa sababu ana maisha yake. Ule upendo wangu kwake naona kama unatosha sasa. Nilijituma sana. Unajua sikufikia kwamba wewe ni mpumbavu. Yaani unachezea shilingi kwenye tundu la choo yani. Yaani mtu ambaye ulikuwa unalia kila siku umpate, leo unampata kirahisi afu unakataa. Wewe ni mjinga. Sasa kati yako wewe na mimi nani mjinga? Ni wewe, sio mimi. Kwa sababu kumbuka umepigwa kwa ajili ya mwanamke yule ambaye kila siku ulikuwa unalia, unahangaika, unafanya hivi, yeye akupendi. Sasa hivi umepata nafasi afu unaichezea. Wewe ni mjinga, sio mimi. Kwa sababu ingelikuwa ni mjanja usingenita hapa alafu unanipepelea kuhusu dada yako. Wewe ni mwanamume, ingekuwa mtoto wa kike ni sawa, lakini sio wewe. Huwezi kuwa kuahidi kwa dada yako. Kwa hiyo kama sina akili na una akili mara mbili zaidi yangu. Unaona unipandishia sauti kwa sababu umemkataa dada? Hapana, tupo kwenye kueleweshana. Naweza nikakuchafua sasa hivi kwenye huu mchanga. Wewe. Tembea. Cheza. Sasa naondokaje umenishika? Cheza. Hizi zama za ukweli na uwazi. Kuoneana sasa naenda. Kwani tunaenda? Habari za saizi dada? Salama. Samani, naitwa Diana. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Vivian. Okay. Sawa dada Vivian. Ninaweza kupata nafasi kidogo nikazungumza na wewe habari za Mungu? Karibu. Okay, asante. Yohana 3:16 inasema hivi:
kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hii ikiwa ina maana kwamba Mungu alinipenda mimi na wewe pia. Hata hivyo akamtoa mwanawe wa pekee ili afe kwa ajili yetu, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hivyo tunapaswa kumtumikia Mwenyezi Mungu na kumuomba kila wakati. Sio tu tunapopata shida zetu au matatizo ndipo tunamkimbilia yeye. Mungu anapenda tumuombe na tumkumbuke kila wakati, kila mara tunapopata nafasi ya kumkumbuka, basi tunapaswa kumkumbuka. Hivyo leo nimeuiwa ndani ya nafsi yangu kwamba naomba niongee na dada Vivian masuala ya Mungu. Tukumbushane kuhusu habari za Bwana. Na ndio maana dada Vivian nikaomba kuongea na wewe. Asante dada. Hata mimi pia ni mtumishi, ila nahisi siishi katika Mungu. Nilikuwa ninakwenda kanisani na nilikuwa ni mwimbaji kwaya mzuri tu, ila nikaja kudondokea kwenye mahusiano na Bonzo. Ndio sababu ya kurudi kwenye mambo ya kidunia. Na Bonzo ninayemzungumzia sasa hivi amekuwa kichaa. Nilikuwa natamani angerudi kwenye hali yake ya kawaida. Sijui inawezekana. Luka 1:37 unasema hivi, hakuna neno linaloshindikana kwa Mungu. Tukiwa na imani, kila kitu kinawezekana. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuponya vipofu, vilema, vichaa. Hivyo ni sisi tu kumwamini yeye. Tukimwamini basi naamini mgonjwa wetu atakuwa sawa kabisa. Tumwamini yeye tu. Naweza kupata muda wako tukamtafute? Ndiyo, inawezekana. Lakini kwa sasa naomba niombe kwa ajili ya biashara yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo natamka ongezeko na kukua katika biashara hii, katika jina lako nikiomba na kushukuru. Amen. Ndiyo. Safi, naona umerudi. Hiyo kawaida yangu kwako tena. Karibu, maana sasa hivi uko huru, hamna mtu wa kusumbua. Yule jamaa aliyekuwa anakusumbua sasa hivi amekuwa chizi. Yule jamaa alikuwa ananipiga amekuwa chizi? Ile inawezekana, maana alikuwa anaonekana kama jambazi kaiba kitu cha mtu ni. Siwezi kujua. Vipi? Siku ile uliondoka hapo unaondoka na Kendi. Hapo siku hizi Simoni yuko? Chana naye kwanza, yule mwanamke simpendi, sijawahi kumpenda na wala sitaka nimpende. Na wewe hujanijibu swali langu. Yuko wapi? Yuko geto. Geto kwako? Ndiyo. Mtu umpenda afu nakaa naye geto kwako? Unajua yule mwanamke alivyokuwa kinyang'anizi. Mwanamke kinyang'anizi sana. Kwa hiyo yupo tu hapo. Sawa. Ndiyo. Kama kawaida yangu. Mbele hapo tuendelee na mambo yetu. Swala la hela kwangu tena hilo ni jambo la kuuliza wakati mimi najua. Hela hiyo haina shida. Maana unakujaga na mawazo ya kuoana. Japokuwa hayaondoki, lakini kama nimevumilia mpaka jamaa kawa kichaa mpaka sasa hivi, kwa hiyo inawezekana uko mbeleni kuna mazuri zaidi. Sio kwa nini sitakuja kwa mke hata siku moja. Sio story ndio nileta. Hata pesa. Nitakupa tu pesa sasa, mimi na mashaka na mimi kuhusu hela. Nipe raha hizo, nijisevie raha zangu. Sila wewe. Ndiyo. Anaitwa Diana. Ni mtumishi wa Mungu. Na hata mimi pia nimeamua kumrudia Mungu. Kutokana na matatizo tuliyokuwa nayo, hata wewe pia unapaswa kumrudia Mungu ili tuweze kumkomboa Bonzo. Habari za saizi wenu. Mathayo mtakatifu 28:19 unasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi.
na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Ujio wa Yesu duniani alikuja kwa ajili ya kuibadilisha vita ya ulimwengu wa mwili kuwa katika ulimwengu wa roho. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya mimi na wewe tupate kupona. Emi, upo tayari kuokoka? Hebu subiri nakuja. Aliyekwambia kama nahitaji kuokoka amekudanganya. Huyo bwana, mimi mabwana nao wengi sana. Hapo katika siku za kipumbavu hii siku imo na wewe. Kuri ukapambana kicha mwenzi ukampambania apone, unaleta mambo ujinga eti memleta mama mchungaji. Ni kama nahitaji kuokoka. Wewe si mwenyewe mnayemsema angekuwepo hapa duniani leo hii. Na yeye ningemdangia nikamuingiza chumbani tukapata burudani. Nikamwambia na bei. Sijui unanielewa? Hapo nisikilize. Haya, ondokeni. Tokeni nyumbani kwangu. Mungu akubariki sana. Na hao mabwana zenu mkafungeni ndani, nitakaye kutana naye njani na danga naye. Shenzi wakubwa nyie marani. Wewe waje kwangu kufuata nini bwana? Mimi nishakwambia kwangu sitaki kukuona wala hapa mizimu imegoma kukuona wewe. Mganga, nimekuja unisaidie basi hata mara. Sina msaada na wewe. Mimi nishagoma kufanya biashara na wewe. Mganga, nimekuja hapa na matatizo. Matatizo yako yanakuhusu wewe, mimi hanihusu. Ila mganga, si tunazungumza hapa. Mazungumzo gani mimi na wewe? Nisikilize basi. Mimi siwezi kukusikiliza, kwanza nyanyuka uondoke bwana. Mganga, sikia. Mimi nipo tayari kukupa kiasi chochote kile unachokihitaji wewe. Ili tu nisaidie. Mimi ninachokihitaji nataka unizindike kwa sababu ulivyonipa ile dawa nikakosea masharti. Kaka yake na yule kaka amekuja akaniambia kwamba nisipomrudisha mdogo wake kwenye hali yake nitakufa mimi au familia yangu. Nahitaji tu nizindike kwa sababu hata akienda kunifanya chochote mimi nisihusike na chochote. Ngoja nijaribu mara ya mwisho bwana. Lakini najaribu tu kwa sababu ndo hivyo tu yani. Najaribu. Anipe mkono wa kushoto. Weka hapo juu. Ugeuze. Toa. Habibi. Situ aja toka mafia. Hiyo bibi baya sana, toke hapo. Bibi baya, toke hapo. We bibi, una matatizo. Sijui umeelewa? Una matatizo, haya mimi mpaka mizimu yanikatalia. Yaani wewe si wa kupona. Yaani wewe wakufa. Sijui umeelewa? Mimi sitaki kufanya dawa za kukunja kona, mimi nafanya dawa za nyoka. Lakini mganga, wewe wakufa wala hata si wa kuzungumza na mimi tena. Basi mganga, mimi nipo tayari kufanya mapenzi yoyote na wewe. Ili tu unisaidie. Hivyo mbona watakupiga? Sijui umeelewa? Nyanyuka uondoke bwana. Nyanyuka uondoke. Watu wengine wanakuwa na matatizo gani hawa? Washo kwenda wapi kwa kutaulushwa ngono? Kwa mganga? Huyu mwana mama ana matatizo kweli huyu. Huyu ndo maana kumbe wenzake wamchanganya. Na huyu bora ataafa usiku wa leo huyu. Akuelekea huyu atakuja kufanya mambo ya ajabu huyu. Na ngoja nitamuonyesha bwana. Asilete mambo ya ajabu hapa. Mpaka nitibua siku mimi, huyu nitibua kabisa, nialibia siku mimi huyu.
anvuruga. Samani. Naitwa Punda wa Bwana. Samani, ningeomba nafasi ya kuzungumza na nyinyi kidogo kuhusu neno la Mungu. Asante. Ningeomba basi tusogee pale pembeni kidogo ili tuweze kuzungumza. Sawa? Nadhani tukisimama hapa itakuwa vizuri zaidi. Ayubu 14 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa tabu. Ikiwa ina maana kwamba siku tulizopewa za kuishi hapa duniani ni chache sana, na kama utapewa neema ya Mungu zaidi, basi utaishi miaka 70 mpaka 80. Na huu umri ni mchache sana kwenye haya maisha. Lakini pia tukija kuangalia kwenye neno lingine ambalo ni Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 unasema hivi: nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmeyashinda yale mwovu. Maana hiyo anasema nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu. Umri mliokuwa nao nyinyi ni umri ambao mna uwezo wa kumtumikia Mungu ipasavyo, na ndio maana Mungu anasema nimewaandikia nyinyi vijana. Uwezo mliokuwa nao nyinyi katika kumtumikia Mungu ni mkubwa mno ukilinganisha na wazee. Kwa mna nafasi kubwa katika umri huu ya kumtumikia Mungu. Sasa je, naomba kuwauliza, mko tayari kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu? Vizuri sana. Kama mko tayari, basi ningeomba mpige magoti tuombe kwa pamoja.